and then they fall down to worship the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nikauliza, wanaoabudiwa hapo wametajwa wangapi? Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaabudiwa kwenye kiti cha enzi. Nikauliza, maandiko hayo, imani hiyo ni kweli au uongo? Ilikuwa mtu akuja aseme huo ni uongo, hawaabudiwi, na hakuona wakiabudiwa watatu. Kwa mtu ambaye si shabiki, ndio nilikuwa nimesema kwamba nukuu zitolewa hapa tuzifungue isome, kwa sababu moja, kama yeye ni kweli nabii wa Mungu na mimi naamini nabii wa Mungu, hawezi kuwa na contradiction katika mafundisho yake. Sawa si sawa? Sasa hapa kuna nukuu, sababu baraza limesoma nukuu, nasema kwamba mbinguni wataabudiwa watatu. Sasa kuna nukuu hapa ambaye ni Youth Instructor ya July 7, 1898. Anasema the Father and the Son alone are to be exalted. Yana maana ni wawili tu, anasema alone, ama alone kwa Kiingereza ni sinasema wawili pekee, maana anasema alone. Alafu mwingine anasema God and Christ alone know what the souls of men are posted. Sasa labda mfupi basi mlango ingine tuseme basi Helen anajicontradict katika vitabu, na kama hakuna kujicontradict katika vitabu, sasa inabidi tuelewe ili nukuu ambaye baraza ameitoa, na hizi nukuu mbili ambazo nimezitoa ni gani ambaye tunaweza kusimamia kwa sasa ikiwa genuine kutoka kwa Helen. Asante mwalimu. Na hapo penye tumefika